Yohana mlango wa 15. Kitabu kama kilivyoandikwa na mtumishi wa Mungu Yohana. Mtume Yohana mlango wa 15 mstari wa 16 peke yake. Haleluya. 15 Yohana mstari wa 16 peke yake. Na unasema hivi: sio nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua ninyi, nukta na koma. Nami nimewaweka mwende mkazae matunda, nukta na koma, na matunda yenu yapate kukaa, nukta na koma, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, anasema nasi kama kanisa, kama alivyosema na mitume wake kipindi kile, akisema kwamba sio nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua nyinyi, nami nimewaweka. Kichwa cha somo kinasema maombi ya kumwomba Mungu akupe neema ya kumzalia matunda. Maombi ya kumwomba Mungu akupe neema ya kumzalia matunda. Unaweza kuandika hivyo. Tunaona Yesu anatueleza siri kubwa hapa. Anasema aliwachagua wale mitume 12, tukijua kwamba alianza na wale mitume 70 kama sikosei, baadaye akawachuja wakabaki 12. Anaambia sio nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi nimewachagua nyinyi, nami nimewaweka ili mkazae matunda, na matunda yenu yapate kudumu, ili kwamba lolote mlombalo kwa Baba awapeni. Haleluya. Kwa agizo la kwamba mkazae halikuanzia kwa Yesu. Haleluya. Ukisoma Mwanzo 1 mstari 28, alafu utaenda kwa mstari 31. Mwanzo kama ilivyoandikwa na mtumishi wa Mungu kama sikosei ni Musa. Mwanzo 1:28, alafu utaenda kwa mstari 31. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Haleluya. Unaona maagizo mara baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, Adam na Eva, akaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Kwa hiyo iko nguvu, iko upako, ziko baraka za kuzaa. Haleluya. Na kuna andiko nasema muda nchi dumupo, majira ya kupanda nini na kuvuna, hata nini hata koma. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna hiyo kanuni ipo, hiyo application ipo. Ni majuzi nilikuwa na dada mmoja, mtumishi wa kushirikani, tukana discuss kitu kimoja. Hata katika kudiscuss tukapata msukumo wa kuwatafakari wale mama zetu ombaomba wale. Unakuta mama anasota chini, kiangalia hapo hivi akifanya kazi, anasota chini, lakini ana katoto kadogo anatembea nacho. Yule mama amezaa kwenye mazingira ya kiakili ya kibinadamu, unaweza kusema kwa hali yake hawezi kuzaa, lakini ana mtoto. Na huyo mtoto kapataje? Kampata kwa watu wao. Kwa hiyo si kwamba katika hali yake ya ulemavu wa viungo kwamba kanuni ya kutokuzaa haifanyi kazi kwake. Ile kanuni ipo. Ile kanuni ipo katika ulimwengu wa roho. Muda nchi idumupo, mkaongezeke. Sasa soma mstari 31. Kuna kitu naomba Mungu atupende matukio. 31 Mwanzo 1. Anasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Haleluya. Kwa hiyo wakati Mungu anaomba kwenye Mwanzo 1, kila kitu kilikuwa nini? Chema. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho hakuwepo na uharibifu kwanza. Uharibifu bado hajaingia. Kwa hiyo kila kitu kilikuwa chema. Wanyama fresh, mazao fresh, mwanadamu fresh, mbingu na nchi ziko fresh. Uharibifu bado hajaingia. Ndio maana kwenye Waefeso mlango ule wa kwanza mstari wa 3, naendelea kujenga msingi wa somo langu.
Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 3. Anasemaje Paulo? Paulo anasema hivi. Waefeso mlango wa kwanza. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki katika baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa katika ulimwengu wa roho tumebarikiwa katika baraka zote. Nini kimetokea? Mara baada ya dhambi kuingia ulimwenguni kupitia Adam na Eva, uharibifu ndipo ulipoanza kuingia. Lakini ni mapenzi ya Mungu tumzalie matunda. Kuto kumzalia Mungu matunda si mapenzi ya Mungu. Mungu ameshaamuru kwenye ulimwengu wa roho baraka. Kutokuziona baraka, kutokumzalia Mungu matunda sehemu yote ambayo umewekwa, si matunda ya kujisi ya kwamba kupata watoto kwa jinsi ya damu na nyama. Matunda kwenye biashara, matunda kwenye biashara ni ufugaji wako, matunda kwenye kila aina ambayo Mungu amekupa neema kuwepo. Kutokumzalia Mungu matunda si mapenzi yake. Kwa sababu kanuni inasema jezaini. Na tunajua Biblia inasema kwamba Mungu amekuza ahadi zake kuliko nini? Kwa hiyo una kila sababu ya kung'ang'ana na Mungu kwamba kwa nini sikuzalia matunda. Na ndio maana nikaja na nisomo nikasema kwamba omba Mungu akupe neema. Omba Mungu akupe neema ya kumzalia matunda kokote alipokuweka. Haleluya. Maana ni kanuni. Na shetani anatupiga kwenye kanuni. Yaani shetani anajua ulimwengu wa roho. Na anatupigia hapo. Jina la Bwana barikiwe. Sasa anasema si nyinyi ndio mnachagua mimi, bali ni mimi nimewachagua, nami nimewaweka ili mkazae nini? Matunda. Lakini ni Yesu yeye anasema kama nimekuja kutuma moto duniani. Halafu anasema tena, tazama nawatuma kama kondoo katika nini? Ya mbwa mwitu. Kwa hiyo kuna kama kauli ambayo nani? Inakinzana. Lakini kwenye katika ulimwengu wa roho hizo baraka za kuzaa zipo. Shetani anashindana na kitu kimoja. Mtu mmoja kwa namwambia Jose, ukianza kujenga baa, unaweza kushangaa ikawa rahisi sana. Ukianza kujenga kasino na vitu vile ambavyo vinaleta uharibifu inakuwa rahisi. Lakini uanza kujenga kanisa. Mtu baba ni mwimbaji mzuri lakini mzinzi. Ni jana nilitoa mfano kwenye dunia ya kinamziki leo. Walicheka lakini nataka wapate message. Katika somo hili nikamwambia ukichukua mesha perfume ya 200, unajua kuna zile perfume za 200. Kuna 1,000 ya kusona najua. 1,000, 200, 300. Yaani unapuliza unyoni. Ukapiga perfume yako ya 200. Alafu kaenda kachukua mayai. Kagonga mayai, maziwa mgando na makande. Tumbo likarudika. Alafu kashusha kitu kikashuka. Unajua maana yake nini? Kati ya kile kitu na ile perfume ipi itachukua nafasi? Umeelewa? Sifa mbaya inavuma kuliko sifa njema. Kwa hiyo kama mwalimu mzuri wa kwaya, mwimbaji mzuri, mhubiri mzuri, lakini shetani akishinda kukiona kilichoko ndani yako anakupa sifa mbaya. Unasema, unasikia kama hata Yesu ananiambia tumwite mtumishi wa Mungu Elia aje tufundishe. Elia, yes, anafundisha lakini binti zake atakuwa na wakati mgumu. Lakini fedha zetu. Lakini jambo letu. Nini kimetokea? Adui amepata nafasi ya kupanda uharibifu katikati ya ngano. Na wachungaji wengi hawaoni hichi kitu. Wanabaki kumfukuza mtu baada ya kumsaidia mtu. Na wazazi wengi hawaoni hichi kitu. Wenzetu wazungu wanaangalia kilichoko ndani yako. Wanakilea. Sisi tunafukuza. Kabisa. Wakati huku ndo mahali pa makimbilio. Kwani Yeremia mlango wa 2 anasemaje? Nimekuoka ili kunini? Kung'oa, kuharibu na kuangamiza. Nimekuoka nini? Kupanda na nini? Na kujenga. Hilo ni jukumu la kanisa. Kanisa ndio kushikwa. Shida ni kwamba tunakuwa wepesi wa kujaji. Wepesi wa kujaji. Lakini huyo mtu ukikana vizuri kwa jicho la tatu, ana kitu cha kusaidia.
kusaidia aidha jamii, familia, kanisa, hata kundi, kwamba huyu ni dhahabu iliyochanganyika na matope. Tunakupa jongofu na mti wake. Omba Mungu akupe neema ya kumzalia Mungu matunda mema kwa jina la Yesu. Haleluya. Shetani apigi pabovu. Niko namwambia Mesha kijusikati. Kuna dada mmoja tulikuwa naimba naye kwa matendo. Yule dada kama namfahamu. Alikuwa tukaa hapa mbele akipiga zile step. Kibasikeli na nini? Wow. Bahati mbaya si mapenzi ya Mungu. Akaanguka. Nenda kaangalia hiyo dongo kana ngapi. Mesha kanajua. Na mko na ngapi? Ile kundi lake lote. Na yeye nikaanguka. Na lakini Mungu alimpa neema kama mmoja wa icon ya kwaya. Yaani kile kusalikana kwa kwaya kuna kitu kinapungua. Ukishaona Mungu anakupa neema kwa fronti, nyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Na kama hawezi kunyenyekea, nyinyi mnapo ni make mumuombee. Aka wengi atumuombee. Si niseme ukweli hapa? Si nyinyi mnachagua mimi, bali mimi mnachagua mimi. Tunajua kilichokuwa ndani ya Petro. Ndio maana Mungu akaweka mzigo kwenye kanisa kwamba kwa ajili ya Petro. Sababu Petro alikuwa anapewa jukumu la juu ya mambo ya nini? Kanisa. Haleluya. Na shetani akajua ni mahali pa kupiga kanisa na kumkamata nani? Petro. Kanisa lilirudi kwenye maombi, Petro alitoka na kanisa likapona. Haleluya. Kuna watoto wako pale na mazingira magumu. Ni watoto tumeweka watoto wa kituo cha yatima, lakini kituo cha watoto ambao wenye uhitaji wenye usonji. Unajua maana usonji? Sasa yule ambaye tunaeleza habari zake amekaa porini miaka 10 akiwa analelewa na sokwe. Kakiwa kadogo kamechukuliwa na sokwe. Wazazi walikufa. Wale ambao tulipata ile historia, wazazi walikufa. Kakaenda porini miaka 10 kakilelewa na sokwe. Baba ukimwangalia, tuko naye hapo eti. Na bado zile tabia za kisokwe hazijamtoka. Haizi kuongea. Nikasikia kitu kimoja anasema kila chakula kile anasema. Na mimi nilimfuatilia maana baadaye maelezo. Nilikuwa naangalia kila kuku kaletwa kuku. Na nakula. Sensi zake zinafanya kazi mpaka leo. Na naomba kutokana na kukaa miaka 10 porini miaka yote hiyo. Alipokuja kula ugali na vyakula kama vya kwetu vikaanza kumzuru kwa sababu kazoea kula magome ya miti. Na matunda. Nilimzuru mpaka kukamletea nini? Uvimbe hapa, anapata maotea. Kwa hiyo kila wakati anachanwa hapa ili kuondoa maotea. Na mpaka kesho TV kila anacho pale akiona sokwe, anasogelea TV, anagusa hivi. Anatamani ile TV ile picha ikiondoka analia. Wewe unakula chips na wewe hujafika mbinguni wewe bado. Siba, mimi nimeona kama nashukuru uongozi kwa kunileta hapa. Kuna kitu cha kufanya. Na kuna jambo la kumwombea yule jamaa. Ni Mkristo mwenzetu. Ni atu. Yule baba na moyo tofauti. Na anakwambia je kupungukiwa. Ana watoto kutoka huko na huko. Kuna mwingine kwa pale hajigusi kwa lolote. Na afu wengi ni wazazi wamezaa kanini. Lakini anakwambia wengine ukikaa nao hivi wana karama tofauti. Kuna mmoja kana hivi hajaenda shule lakini anapiga mahesabu hazicho. Yaani na akili za ziada. Ni sehemu ya ubongo umezungukwa na nini? Shetani apigi pabaya wapendwa. Apigi pabaya. Hata vichao na waona huko barabarani. Mungu akupe neema kuona kwa jicho la tatu. Walikuwa watu wakubwa sana. Kwa hiyo wewe Mungu alichokupa ndani yako, mzalie matunda. Kwa sababu kuna wengine walitamani wakakosa. Nimekuweka ili uzae matunda, ni majibu ya Yesu. Ili kila Mkristo angezaa matunda, tungekuwa na ile ingekuwa. Mama ingekuwa. Shida ni binafsi. Na kila mtu kaenda zake kwa. Lakini tulikuwa na ubunifu kila namna, tukaonyesha haja ya kuzunguka hapa. Tunabadilisha wote hawa Kristo. Haleluya. Yes. Kuna kitu hakijakaa sawa sana. Kwa sababu ile nguvu ipo, nimekuweka ili mzae.
Hiyo nguvu ipo, ni kanuni. Shetani anaiziba hiyo kanuni, tunaangalia fedha. Mungu atutoe kwenye heshima kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo wiki hii tutapata nafasi ya kujifunza mambo kadha na namna ya kumaintain kile ambacho Mungu amekupa ili kikapata kumrudishia Mungu tukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Mungu akupe neema, mbegu iliyoko ndani yako sije kachanganyikana na magugu. Nini cha kufanya? Sababu shetani akishajua una kitu tofauti, atakuinulia mpaka marafiki wako karibu. Yaani Biblia inasema hivi, shetani kazi yake nini? Lakini ukapanda uharibifu. Huyu jamaa ni hatari. Huyu jamaa anachora. Zanzibar wakati fulani nilikuwa naenda kabla Zanzibar. Kuna jamaa mmoja anachora hizi tingatinga hizi. Yaani mapicha, vitambaa vinafanywa na nini, vinafungwa vizuri, nachora picha, Masai anaruka, Simba msonge, na tingatinga zinazo kwa nini? Maeneo hapa ya CCM wilaya. Culture. Huyu jamaa unamwekea picha kama 15 hivi. Anakuja hapo anakuambia, unamwekea zile vitambaa vyeupe vilivyopigwa vilivyoomo hapo kwenye frame. Anakuja na rangi, anachora. Kwa kila picha 10,000. Ndani ya dakika 5 picha zote kamaliza. Kama sina soma mimi. Kamaliza picha zote kabisa na picha zake na Masai nyumba msonge, huyu anapikicha moto, huyu sio anafanyaje, huyu anawinda kwa kutumia mawe. Yaani picha zote hizo kasazichora kwa dakika kadhaa. Analipwa kila picha 10,000. Kwa hiyo kama ni picha 20, 10,000 mara ngapi? 20. Laki ngapi? Laki 2. Ndani ya masaa mawili. Nenda kamwangalie jioni. Unakuta jioni uko baa, amelewa, amezunguka na wanawake mpaka amelala hapo. Ni ngano ile changanyika na nini? Na magugu. Yaani shetani ameshindwa kukiondoa kile cha kwake, amemwacha nacho na kikamwekea uharibifu. Kwa hiyo anamjua, ambaye bana uje bana kabla hujalewa bana. Uje bana. Kwa hiyo asikuwa anakuja, anachora. Na si kwamba ni kwa mtu huyo tu. Pale ni 20, pale 20. Ikifika saa 8 anakwambia huo ni muda wangu wa kupumzika. Saa 8 sasa ni muda wa kwenda bana. Unakuta na 600,000, 800,000 mpaka milioni. Baada jioni mama ukimkuta kalala wanawake wanamzunguka na msaji. Yeye anakoroma mimi nitaikuni asubuhi anaamka na kuni. Anaanza kupiga simu. Hamna picha zingine. Hasira zijaisha, anateseka. Ni ngano iliyochanganyika na Mungu akondolee magugu kwa jina la Yesu. Haleluya. Mungu na kuna andiko linasema kwamba hali mkimtwika yeye faza. Unajua kama kuna jambo lolote linalokusumbua la kunyima kumzalia Mungu matunda, huo na tabia ya kulikabidhi mikono ya Mungu. Mungu ana tabia kuondoa hiyo tabia. Haleluya. Wewe huwezi kwa nguvu zako huwezi, lakini kwa maombi yako mbele za Mungu anakufanya upya kwa jina la Yesu. Tusimame tumshukuru Mungu. Na katika kuomba tuongoza wapendwa katika maombi haya, pia naomba tuendelee kuomba kwa ajili ya kanisa. Tunashukuru Mungu amefanya kitu kikubwa, si ndio? Lakini jana nimesikia ripoti ya tuzazina hapa kwamba fedha nyingi bado ziko kwa nani? Jamaa sitoke kwa ujasiri. Bado ziko kwa Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda mbele za Mungu. Jambo la kwanza ni kwa ajili ya toba. Mahali ambapo tumepoteza ule uwezo ambao Mungu aliweka ndani yetu, wakati mwingine kwa kutokujua au wakati mwingine kwa kufuata mapenzi yetu, lakini tutaendelea kuharibu hilo pando la adui, kizingatia kwamba tuna maombi ya wafanyakazi wiki hii nzuri ambayo Mungu ametupa. Wiki nzima tuna maombi ya wafanyakazi, na kazi ambayo Mungu amekupa ni ili izae matunda. Bwana asifiwe. Tunaenda mbele za Mungu. Mungu aliye hai, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu wetu na Baba yetu unayetupenda. Asante kwa ajili ya siku hii njema ya Jumatatu ambayo umetupatia, mfalme wa utukufu. Wewe ni mfalme, hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo limekuja ndani yetu. Umetupatia neno hili kutukumbusha kwamba ulituchagua ili tukae na kuzaa matunda. Inawezekana Bwana, iko namna ambayo hatukuzaa matunda kwa sababu ya kutokujua, hatukuzaa matunda kwa sababu tulipoteza uwezo huo ambao uliweka ndani yetu katika bustani ya Edeni uliyompa mwanadamu, Bwana. Lakini wakati mwingine aliupoteza kwa sababu ya kufuata
akili zake kwa sababu ya kufuata mapenzi yake mwenyewe. Mungu aliye hai, Baba, katika jina la Yesu tumerudi tena kwako. Tunaomba utusamehe, tunaomba ututakase kwa ile damu yako ya thamani iliyomwagika pale msalabani. Tumekuja kwako tena Bwana, tunachotamani Mwokozi, ukatusaidie, utusaidie Bwana ili tuzae matunda, utusaidie Bwana ili tuzae matunda, utusaidie Jehova ili tukupendeze wewe, utusaidie Bwana. Samehe makosa yetu wakati wowote ambao tumekutenda dhambi Bwana, wakati wowote ambao tumefanya yaliyo mabaya, wakati wowote ambao tumeliacha neno lako, wakati wowote ambao tumetumainia akili zetu. Roho Mtakatifu, wewe uonaye sirini, shughulika na hayo mambo ambayo yametuzuia sisi kuzaa matunda, yaliyotuzuia sisi kuzaa matunda, kwa damu ya mwana kondoo, 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 kwa damu ya mwana kondoo. Inawezekana Bwana liko pano ambalo adui amelipanda linalosababisha sisi kufanya kazi lakini hakuna faida, sisi kufanya kazi lakini hakuna faida. Kwa damu ya mwana kondoo tunakuja kwako Bwana kwa ajili ya kuharibu kila pano la adui, kila pano la yule mwovu linalosimama kwa ajili ya kutuangusha, linalosimama kwa ajili ya kutuzuia. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo tunaharibu kabisa kila kusudio lolote lililopandwa katikati ya mbegu njema uliyoiweka ndani yetu. Ile kusudio la yule mwovu tunaliharibu kwa damu ya Yesu. Tunapoelekea mwisho wa mwaka, Yesu umetupa mwaka huo ili tuzae matunda. Tunakuomba Bwana Yesu utusaidie, utusaidie katikati ya ile tabu, katikati ya ile dhiki tuliyoipata kwa ajili ya kazi za mikono yetu, kwa ajili ya biashara. Ondoa Bwana yale yaliyo magogo, ondoa Bwana yale yaliyo magogo kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Ondoa Jehova lile pando usilolipanda, lile pando usilolipanda kwa damu ya mwana kondoo. Futa kabisa na hatia zozote zilizotamkwa kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya watoto wetu, vile vipawa vyema